Ya Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu wote katika jina lipitalo majina yote, jina lake Yesu Kristo. Naitwa Nabii Daktari Peter Rashidi Sharif Abubakari, na mambo machache nataka kuzungumza na wewe, mambo machache sana. Namba moja, kitabu cha Yeremia 6:14 imeandikwa kwamba wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani, amani, wala pana amani. Narudia tena kusema, Yeremia 6 ule mstari wa 14 imeandikwa kwamba wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Kwa nini? Wacha nikusogelee. Kwa nini? Kwa sababu sio rahisi kuondoa tatizo la mtu bila kujua chanzo cha tatizo lake. Sio rahisi. Sio rahisi kuondoa shida ya mtu bila kujua chanzo cha tatizo lake. Sio rahisi. Lakini baadhi ya vyanzo ni nini? Baadhi ya vyanzo ni Mathayo 10:36 imeandikwa, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hiyo Mathayo 10:36. Tunaposema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, wamegawanyika makundi manne. Kundi la kwanza wanaweza katokea upande wa baba yako mzazi, na kundi la pili wanaweza kutokea upande wa mama yako mzazi, na kundi la tatu wanaweza kutokea upande wa rafiki zako, na kundi la nne wanaweza kutokea upande wa rafiki zako. Hivyo ndio vyanzo vya matatizo vya Tanzania na wasiokuwa Tanzania, vyanzo vya matatizo. Lakini pia nataka kupatia ufunuo kwamba wakati nasoma elimu ya uchawi, miaka hii najulikana kama Sheikh Alhaji Rashidi Takta Shajara Abdulhakim Sharif Majini Abubakari. Miaka ile ya nyuma, kabla sijategemea kwamba siku moja nitampa Yesu maisha yangu, sikutegemea. Kabla sijategemea kwamba nitampa Yesu maisha yangu, kwa nilikuwa naitwa Sheikh Alhaji Rashidi Takta Shajara Abdulhakim Sharif Majini Abubakari, lakini Yesu akaniokoa. Kuna mambo matatu nataka kuzungumza, yako mambo machache nataka kuzungumza. Jambo la kwanza nataka kusema kwamba uchawi umegawanyika katika makundi matatu. Sema matatu. Yaani uchawi umegawanyika katika makundi matatu. Sema matatu. Na makundi haya matatu ndio makundi yanatesa Watanzania na wasiokuwa Tanzania. Ama makundi matatu yanawatesa Watanzania na wasiokuwa Tanzania. Jambo la kwanza, ama uchawi namba moja, kuna uchawi wa jini mwenyewe. Uchawi wa jini mwenyewe. Jini mwenyewe. Sema jini mwenyewe. Yaani jini anautengeneza uchawi mwenyewe, alafu anautuma uchawi jini mwenyewe na anausimamia mwenyewe. Sasa kuna aina ya kwanza. Namba mbili, kuna uchawi wa kitabu. Mtu amesoma, mtu amedursu, amesomeshwa elimu ya uchawi. Kuna uchawi Tanzania, kuna vyuo kama 15 vya uchawi. Siku moja nitakwambia vyuo vyake, Mungu akinipa neema nitakueleza. Kwa hiyo aina ya pili, kuna uchawi wa mtu, unasema uchawi wa kitabu. Mtu amesoma, mtu amedurusu, mtu anaelewa anachokifanya. Namba mbili. Namba tatu, kuna uchawi wa viumbe. Uchawi wa viumbe ni upi? Yani ni uchawi wa mtu kujigeuza. Yani anajisomea dua alafu anakuwa paka, anajisomea dua anakuwa nyoka, anajisomea dua anakuwa nzi, kwa kiumbe chochote. Kuna aina ya tatu kwamba ni uchawi wa viumbe. Sasa leo nataka kuwaambia Watanzania na wote wananisikiliza hapa kanisani kwamba Mungu amenipa neema ya kujua kwamba tatizo lako, je, ni nani amesababisha? Ni jini ama ni mtu wa kitabu ama wa viumbe? Na Mungu amenipa neema hiyo. Naomba Watanzania mahali popote mlipo, na watoto wangu nanisikiliza hapa kanisani, kwamba Mungu amenipa neema, Mungu ameweka kibali ndani yangu kuwafungua watu. Unaweza ukashangaa, unasema nimeshalogwa, kaniloga shangazi. Kumbe sio shangazi, ni uchawi wa jini mwenyewe.
Naweza ukashangaa labda nimelogwa, si vitu nachanganyikiwa, kumbe mtu msomi. Nataka kusema baraka hizi leo, yeyote aliyekuloga awe jini, kwa jina la Yesu Kristo Mfalme, neema iwe juu yako. Iwe mtu aliyekuloga kwa uchawi wa kitabu, kwa jina la Yesu aliye mwaminifu, Bwana akufungue. Haijalishi kuna mtu ambaye anakusumbua, anajigeuza, mara anakuja kama panya, anakuja kama paka, anaingia kwa kama nyoka, kumbe hamna chochote. Natangaza neema na kibali kwa jina la Yesu Kristo Mfalme. Bwana akubariki na Bwana akuponye katika jina la Yesu. Hebu sema amen. Mtazamaji, naitwa Prophet Dr. Peter Rashid Abubakar Sharif. Kwa mawasiliano ni 0754 96 60 Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu. Jitahidi sana kutufuatilia. God bless you. Amen.